kila siku na kila saa, oh mwaminifu Bwana. The funny job we've ever done. Kama Magidon. Funny job ushaifanya. Sasa hii nitacheka. Hello family, my name is Miona Kenyanized, of course. Thank you so much for tuning to my YouTube TV. Please just subscribe before you do anything. Subscribe, watch, leave a comment, and you can share with your friends, with your crushes, with your brothers and sisters. And today I'm privileged to bring you this woman of God from Kenya, Magidon. She sings very, very anointed gospel music, and therefore we want to hear from her. Let's go. Yes, karibu sana Magidon, mama wetu. Asante sana. Mimi bench na yonanga sikufikiria nitakuja kuikalia. By the way, I follow every show you do. Mimi huwa naangalia. Wow. Okay, asante. Asante. I love you so much. Amen. The love of the Lord. Amina. Mrembo. Asante. Kwanza, my friend. Wana imagine ukiwa 18 ulikuwa unakaaje? 18, 19. My friend, ilikuwa kipumbi. Utatupa picha by the way watu waone ulikuwa unakaa ukiwa mdogo, si ndio? Okay. Mimi nafikiria as you continue walking with God, he beautifies you. Sidhani kama vile niko sasa hivi ndio nilikuwa nikiwa mdogo. I think ninaendelea kurembeka iitwapo leo. Wow. Yes. Your future is bright. Birthday yako ni lini? Wachana na mwaka. Date na mwezi. Hata mwaka sifichi. Nilizaliwa tarehe 9 mwezi wa 8 1973. I'm over 50 years. Yes. Wewe uko 50? I'm over 50 years, yes. Wow, so God have mercy. When utanipatia notes, utatupatia siri ni nini by the siri ni nini? Siri ni kumpenda Mungu na kutokujichanganya. Wow. Every time you stay with the Lord, you are away from stresses. Na sisemi sipatwi na stress, lakini kuna vile Mungu ana deal nazo. Because I have given myself to him fully. Wow. Ni kama vile mtoto anaamini baba yake na mama yake. Liwe liwalo, uwe na pesa hauna. Anaamini kukula nitakula breakfast, lunch na supper. Hata akipatwa na kanja kidogo akwe na ka stress ka kufeel njaa, the parents has a way of just providing. It is the same with the Lord. Wow. Beautiful. Aya, ulipozaliwa hapo sasa how many siblings mko ngapi ho? Mimi nilizaliwa na wale wa mama walikuwa wanapata 12 na 15 kids. Nyinyi mlikuwa ngapi? Tulikuwa 12. 12. Yes, 12 disciples. 12 children. Hata disciples ni sawa. But yes, we were 12. The last born. You are the last born? Yes, so you can imagine being 50 years plus. Wale tunafuatana wakwaje. So nilizaliwa miongoni mwa wazee. I found niliwapata kama ni watu wakubwa. So mimi kukua na toka nitoke. Wow. Let us play together. Kwa kaka uliokoka when? I think when I was born, my sister took me nikaishi na yeye in 1978. 78 ni nini li happen? Ni Kenyatta alipass. So siku ile Kenyatta alipass. It's the day my sister took me, akanipeleka Njoro kukaa na yeye kwa sababu hakuwa na mtoto. Kwa hiyo tukakaa na yeye na alikuwa ameokoka. Kwa hiyo alikuwa ananipeleka mikutano, ananipeleka kanisani. Kwa hiyo mimi I grew nikimjua Mungu. Yani if I was born in 1973 then akanichukua 1978. When you were 5. My journeys with the Lord began there. Hey, mpaka sahi. Mpaka sahi. The future is bright. Amen. Primary ulisomea huko Njoro ama? Hapana, primary in 1978 alinichukua nikakaa 78 hiyo 79 81 akanirudisha hapa tu Ruiru. Kuna place inaitwa Ngewe. Mchana Estate, that's where my mom used to work kwa coffee plantation. There's a school on your way to kwa Michael. There's a school inaitwa Ngewe, si Ngewa, Ngewe Primary School. That is where I began my schooling. Wow.
Yes. Ile subject ilikuwa inakufurahisha sana hapa primary ni? Ana music, kurukaruka tu. Nilikuwa napenda music, unajua ilikuwa music zamani ilikuwa tu ni kuimba, kuchora, magic clef, sijui nini. Hiyo nilikuwa naipenda. Alafu kulikuwa na subjects zilikuwa zinaitwa art and craft. So art and craft, kuchora tu ndio ilinilemea, lakini kuunda mwiko. Na ile yenye ulikuwa unachukia. Kuna subject yenye inachukianga mtu. Mimi sijui ni subject gani, lakini maths. Unajua ukiwa class 3 kuna zile multiplication tables. Yes. Lazima unaziimba kama chorus. Yes. So na kama mumepewa multiplications na hujaweka kwa akili, those days viboko zilikuwa kali na tulikuwa tunachunwa kulingana na zile umeanguka. So I think mwalimu yule alikuwa wa maths kind of hakuwa anatilia maanani kutufundisha. Yeye alikuwa akikuja ni jokes tu. Tuna jokes. Hata kukumakia atakuja kumakia, lakini siku ile atakuwa serious. Kwa sababu hajakuwa serious the whole 1 month. Siku ile atakuwa serious na hamjanyita juu hajawafundisha, mtalia kweli. Yes. Asante. Aya, tunapendelea when did you discover kwamba unaweza imba? When my sister took me kuishi na yeye nikiwa that little 5 years, tungeenda naye kwa conferences and I would sing. Unaona vile mnaonanga tutoto tudogo siku hizi kana kasauti mnakaleta mbele kaimbe, kanapewa microphone mnashangilia. That was me. Wow. Kwa hivyo wewe ulijua uko na gift kutoka kitambo? Sikujua juu nilikuwa mdogo, sikuwa na hiyo akili. Lakini leo hii nikiangalia back naona enyewe gift ilikuwa born. Wow. How did you meet your husband? I met my husband in our church. Kwanza niseme Mungu alimtetea sana kunipata. For me to say yes, Mungu alimtetea mpaka Mungu aliona venye mimi niko akaleta word of prophecy. Wow. Yes, there was a word. To you or to him or to both? To me. Okay. It couldn't have been both because mimi ndio nilikuwa siingiani. Na sikuwa ati siingiani kwa sababu ya I'm not sensitive, lakini nilikuwa nimehangaika. Number 1, I was left by my best friend. I was broken heart. I think in 1993 I met someone that I loved so much with all my heart. So aliponivunja moyo, licha ya kuwa Mungu aliongea na mimi akaniambia no, but I was so heartbroken. I nearly died. I went into depression. So after that ni kama moyo kidogo. Kwa mambo ya wanaume hakuna. Hata hivyo kwa sababu ya kuwa mrembo na bado ninajua it is the will of God for me to get married, I continued to seek God and of course telling the Lord, this is your plan, na kama kwa ratiba yako kuna kehiko, kuna marriage for me. So how many kids do you have now? Watatu. Kwa sasa? Kwa sasa na milele. Maruko na ushuhuda hapo kwa when you had 2 children then huyu kaka last born. Kuna ushuhuda hapo sio? Sasa huyu last born na yeye unajua huyu last born aliletwa na hao wengine wawili. Yes. Yeah, because hao wawili, my first born is a daughter anaitwa Shakina Ray. How old is she now? She's 18. Uko na mtoto 18? Wow. Ako form 4 ndiye anafanya form 4 na alafu niko na second born ako grade 9 anaitwa Beraka John. So wakiwa wadogo waliniamulia, waliamua wanataka mtoto mwingine. Wow, third born. Sasa mimi nawaambia tutapata aje mtoto mwingine wakati wengine hawana watoto? Simuombe na wengine wapate watoto. Wanasema hapana, kile tunataka, we want our own. Tunataka mtoto wetu. Nawaambia hapana, ile age niko kwayo sio age ya kuzaa tena.
So siku moja tukapatana na mama ana walk kwa barabara Umoja 3 na watoto 5. Watoto 5. They stopped her. Wakamuuliza, habari yako mama? Mzuri. Tutoto. Watoto wote ni wako? Akasema wakaniambia unaona? You see? Unaona? So wakawa wananiambia wanataka ni Was the woman surprised? Alikuwa surprised watoto wadogo wanamaanisha nini? Wanamuuliza aje? Na wanamuuliza maswali kama gani, but you see there was a message they were sending me. Wow. But wakati wameniambia hiyo yote nawaambia hapana, it is not time for me to give birth, ni time ya kuwalea. Nawaambia saizi siwezi nini, miaka inaenda sijui nini. Niambia no. So yule mdogo alikuwa kitoka shule anashika tumbo hapa. Tumbo yako. Anasema mama, hii tumbo ibebe mtoto. So and they would tell me, mom, tunataka mtoto, and it was so serious. So serious mpaka wakati waliona hatuingie kwenye hiyo box, they began to pray. Watu wawili tunawaambia tunawaambia waombe chakula. Wakimaliza wanasema, oh God, we ask you to give us a baby, as even bless the food in Jesus name. Wakisema amen, mnaombea nini hiyo? Si mkaombee fulani na fulani na watajia. Huyo ndiye anataka watoto fulani na fulani. Si wewe uoni? Hamuoni wewe? Hapana, tunataka wetu. Wow. And it went on and on until what was your husband's reaction or their father's reaction? Hata alikuwa naangalia tu. But now siku moja akaniambia hii kitu imeenda sana. Ukiona watoto wameingia into prayer, I think serious. Na time yetu age inasonga, the best thing ni kupata mtoto. So process ikaanza. Nataka sasa tuingie hii inaitwa quick fire. Kabla iendelee, please to subscribe. Please before even you continue watching, subscribe and leave a comment and God will bless you so much. So ito quick fire. Tunaenda hii mbio. Beautiful. Nataka tuanze the funny job we've ever done. Kama Magidon. Funny job ushaifanya. Sasa hii nitacheka. Hiyo. Nili resign. At one point I was a church secretary and a PA wa bishop of where I had been in church. Nikaacha job. Nikaenda join musicians fulani ambao wanaimbanga kwa harusi, wanaimba kwa matanga, nini kwa events. Let me tell you, kujijua ni kitu ya maana sana. Kumbuka I'm a worshiper. Sasa nimejoin group yenye wanaimbanga kwa maharusi. So hiyo siku kuna siku tulienda kuimba kwa harusi. Sasa wakaona the only person that can sing a certain song ni wewe. Kwa sababu wengine ni Waluo, wengine ni Waluya. Sasa wakaniambia niimbe song inaimba My Dear Duko. Yani it's a funny song. It is a world song. Ati My Dear Duko, My Dear Duko. It was a famous song at that time. Lakini ni ya kidunia na sijui kuimba. Wimbo yangu ulimi haiwezi sema. Nilishiriki siku hiyo wakanifukuza kwa timu. Nimeshindwa kuimba a love song na ni wedding. Wow. Your future is bright. The best date you have ever had? Date? Date. Nimewahi kuwa na date. My husband alinipeleka date moja pale Brown Blast. Moja tu. Na hiyo alinipeleka kuniuliza maswali, mimi ni nani, anataka kunijua. Alafu hakuwa na ini, alinunua yogurt. I think alinunua sijui yogurt moja tukagawanya. Hakuwa na do. Hiyo saja kuoa. Ajanioa, ameniita tu kando ajue mimi ni nani tuulizane maswali. Lakini hakuwa na ini, akanipeleka hapo. Sikumbuki kama ilikuwa yogurt moja ama kila mtu yake. Why am I saying it was my best? Kwa sababu niliishi na my spiritual authority, my parents, na hawakutaka niende anywhere. So hiyo siku nilipata kamwanya kakwenda out. Kwenda date. Wow. Yes. I get it. Favorite fashion yako? Mimi ninapenda long dresses kwa sababu zinaniwakilisha vizuri. Kuna mtu alisema
dress this the way you would want people to address you. Wow. So mimi navaa nguo mrefu, ukitaka kunibariki ni nguo mrefu. Wow. Watu wamesikia. Greatest lesson you've learned as a famous person? Greatest lesson I have learned, because Biblia inasema we are surrounded by a cloud of many witnesses. Nimelearn kukua myself, not to imitate anybody, so that kile ambacho ninawakilisha kinakuwa ni mimi. Kama nina bring out a song, inakuwa ukisikia unajuanga huyu ni Magidon. Favorite sport? Mimi napenda, lakini si ati mimi nifanye. Mimi kutazama. Mimi kutazama, napenda kutazama mbio. Kwanza hii ya kupeana kijiti. Really? Siwezi sema hiyo jina, naweza jiuma ile ya kupeana hiyo vijiti. Ni unasikia? Yeah. Unaona? Sadiko kedia sijaribu. Asa. So mimi nina watch sana, napenda. Wow. Beautiful. Ushaimba kwa bafu? All the time. How is being a parent, how has it changed you from when you look at yourself when you are a girl and now? Of course, it takes the whole of you to be a parent. First, to be a wife. When you become a wife, you no longer live for yourself. You live for your husband and fulfill the demands. And there is grace. Then ukipata mtoto, kale ka binafsi ulikuwa umebakisha, kanaishianga hapo, unaanza kuishi for the family. As a wife and as a mother, haukuangi tena na maisha yako anymore. Unakuanga unaishi kwa sababu ya hao watoto. Sasa kama wewe ni minister, kuna majukumu, unakuanga na majukumu mengi. Na lakini kuna neema, kuna jukumu ya kuwa minister, you minister to the Lord. But before you can minister to the Lord, I will tell you the truth. Before you can minister to the Lord, you minister to your husband. You unamsatisfy. Ministry yako kwa nyumba inasatisfy. Una minister to your husband. Then una minister to the children. Before you can minister to the Lord, you minister to the family. Wow. Then in return, because they are now blessing you because of your ministry to them, inakuanga double. Wow. Unapata zile roho ambazo zingekupinga, wao wenyewe wale ulihudumia wanaanza kuziondoa. Then unakuwa lifted by the family. By the family. Beautiful. Favorite color ya Magidon? Do I have color? Mimi najipatanga tu, as long as nguo ni smart navaa, but I think kidogo napenda yellow, something that has yellow, white. Yellow hapo maneno hapo. But as long as the dress is nice, it is not revealing. Mi huvaa nguo ambazo hawezi kuanalyze my body. Beautiful. Favorite food? Kama how fast? Mimi napenda ugali. Ugali Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday. Ugali kwa? Napenda ugali na samaki. Wow. Sana samaki, kama haipo nyama ni sawa, cabbage. Yes, but generally mimi napenda ugali. Nimejua kuna gari, lakini kuna gari nyingine ambayo maybe Mungu akikubariki sayo, Mungu akwambie Magidon, my daughter, which car can I give you? Unasema gani? Kuna gari Mungu ameniahidi. Watu wameiona kwa maono na mimi nimeiona pia. Ni gari ya Harrier ya white. Harrier ya white. Kwa hiyo kama wewe ndio uko na hiyo gari, si ulete. Wow, inakuja. Your future is bright. There's somebody watching you. Just a gospel minister, just give them a word of encouragement or a rebuke. A Kenyan gospel minister, to be specific. Mimi kile naweza kuambia, msione Magidon ukatamani kuwa kama yeye.
tumetoka mbali, nimetembea na Mungu na imekuwa muda mrefu. Na niseme hivi, nilikaa na wimbo wa Hosana bila kurecord for 20 years. 20 years? Yes, until my husband came. Wow. Yeye ndiye alienda akakopa pesa, akachukua loan. Wow. Ili niweze kutoa samani, ili niweze kutoa. Kutoa video sasa. Kutoa wimbo, sio video, wimbo. Ulikuwa na wimbo lakini hujarecord? Sikuwa nimerecord. I would say, kaeni na Mungu, Mungu alete directions. Usitoe wimbo leo ukafikiria utajulikana kesho. Before utoe wimbo, kaa na Mungu. Kaa na Mungu, jitoe kwa Mungu. Tarry in the presence of God. Kuwa na uhusiano na ushirika na Mungu. Mungu akufanyie kazi. Na kuombea huo wimbo. Like now, niko na wimbo mpya. Yes. Kila nafanya sija release. Kwa sababu kuna watu ambao they are in prayer for this song. Na kwa hiyo siwezi kurecord wimbo jana na leo na utoa. Nina urecord, ninapea watu ambao wako karibu na mimi. Nawaambia sikilizeni hii song iko aje. Wakisema iko sawa, nawaambia sasa tuiweke wakfu. This week, the whole of this week we are praying. Wewe Bishop fulani, weka wimbo wakfu. Anaiombea, ananicall, tunaidedicate. Mwingine ananicall, tunaidedicate. Mwingine speak to a written word. So kitambo inakufikia wewe, inakuwa anointed na inakuwa imejitengenezea njia. Wow. Your future is bright. Thank you so much for coming. Oh, mwaminifu Bwana, oh mwaminifu Yesu, kila siku na kila saa, oh mwaminifu Bwana. Thank you so much for watching my content on Mihona Kenyanized TV. God bless you so much. So subscribe if you haven't. Leave a comment and you can share with your friends. Tell a friend to tell a friend to come here to subscribe to watch this amazing content. If you want anybody to come here, maybe any gospel musician across Africa or maybe in Kenya or in East Africa, kindly leave a comment here and we shall appreciate. So thank you so much. God bless you. God bless you. Asanteni sana. Mungu awabariki sana.